Daniel akaelewa chakula kina mtego. Mwangalie jina yako, kama ni mwanamke ni mwanamume, mwambie usinipe chakula ulicho kama umekasirika. Hata Judas Iskarioti ile msaliti Yesu alimpa tonge akala. Alipokula Biblia inasema shetani akamwingia, wewe tonge watu wamekula. Lakini ile umepewa eti shetani akakuingia. Kumbe tonge ni nini? Shetani mwenyewe. Kwa hiyo Yesu alimpa Yuda shetani. Unajua mtu yani Afrika anapenda kudanganya. Yesu oye. Ningesema pokea Lamborghini, utasema Lamborghini ni nini? Hujawahi kugugu. Sio kama anasema vibaya, naweza kusema pokea, kapokea, amen. Lakini yani hata hiyo maarifa ya Lamborghini unaijua. Kwanza umeshaenda driving. Kwanza unajua lita ya mafuta ni shilingi ngapi? Bwana Yesu asifiwe. Twende taratibu. Mwangalie na mwambie, jamani, penda kweli. Kuna wale wanakuletea chakula kula. Huko amenuna. Usile. Nakwambia hivi, yaani wewe usiku utageuza na wachawi, utaamka kama vile ulibebeshwa mizigo. Ndio sasa. Daniel walipoitwa watoto wa kingwana na kifalme, sio kishenzi na kitumwa, waende mbele za mfalme, Daniel alikuwa mmoja wao. Daniel aligundua kitu kimoja. Ni kila chakula cha hawa watu nitakuwa kama wao. Kwa sababu chakula cha mfalme kilikuwa kinapewa mizimu yake na miungu yake kwanza, ndipo kinaletwa kwake ale. Maana yake kile chakula kimekabidhiwa nani? Miungu. Ndio maana Yesu alichukua mkate akaubariki akasema huu ni mwili wangu. Sio chapati tena, sio mkate. Kwa kikipelekewa kwa mashetani inakuwa ya mashetani. Kila mashetani ni wewe ni halali ya mashetani. Kwa Daniel akaelewa kwenye chakula kuna mtego. Muuliza jirani yako, nyama unayonunua buchani nani kakuchinjia? Maana anaweza kanaka watu fulani wakasema sisi ndio tunachinja. Nyinyi mkichinja nyinyi hamna Mungu, sisi ndio tuna Mungu. Sasa nyinyi mkichinja hatutakula. Waacha kula. Kwani nimekualika wewe na bajeti yako wewe nini? Mimi Mungu ameniambia nikupende kama nafsi yangu. Ukikataa hiyo ni ya kwako. Lazima unichinjie uliite mashetani yako. Wewe unafanya ibada, mimi nataka kula kitu wewe. Wewe pumbavu wapo. Ndio maana watu wamekuwa klaza sana. Vila kwenye chakula. Wakati fulani nilikutana na Chidimule. Akanipeleka kwa mzee, nikakuta na mke hapo. Mke wake akaniambiaje? Mungu ni mwanamke. Ndio maana mimi namhudumia Remi saa zote. Nilimwangalia juu chini. Nikataka kusema amekosea, lakini nikakumbuka Mungu anajiita El Shaddai. Maana yake Mungu mwenye matiti mengi. Ndio maana akasema mwanamke anayenyonyesha mtoto anaweza kusahau mtoto wake. Lakini yeye hajakusahau, amekuchonga kwenye mkono wake. Maana yake anakunyonyesha na matiti mengi. Hata Agano la Kale na Jipya ni matiti. Tunaongea na sasa. Ndio maana mwanamke anaenda kwa hisia mbele za Mungu. Mungu anamsikia haraka kwa sababu Mungu anaenda kwa El Shaddai. Hata Yesu alipokuwa kwenye kaburi akaona Maria Magdalena analia, naye akatoa chozi.